kama unataka kupigana na mimi Obina, tupatane kwa ring. Na ukue ready, utafute investment ya 10 years yenye watoto wako na family itakula, kwa sababu ile kukuwekelea nitakuwekelea utakaa hospitali for the next 10 years. What you did was right, but in a wrong way. Wakati niliona Mbavu ameachiliwa, Mbavu Destroyer, nilimuapproach. Nikasema acha nimsaidie Mbavu na yeye aweze kuingia kwa ligi ya participate, Kwa sababu alikuwa ameachiliwa, hakuna mtu alikuwa ready kusimama na nani? Na Mbavu Destroyer. Nikamleta kwa limelight, nikamhype. Hii boxing sasa ikashika moto. Alafu kwa sababu ndugu yangu aliona, ambaye ni ndugu yangu ni Obina, ni rafiki yangu. Lakini I think alisikia vibaya wakati kuna ule msanii mwenye alikufa, mwenye alikuwa amesaidia. Ule msanii alikuwa anaitwaje? Ule mwenye Shakido. Baada ya Shakido kufa, Obina alisema haezi saidia mtu mwingine tena. Baada ya kusema hata saidia mtu mwingine tena, nika step in, wacha nisaidie wale watu wanateseka, wale wanadhulumiwa, wale wanaumia. So ni step ni wasaidie as a CSR na pia ingine nikifanya kazi. Obina hakufurahia na hilo. Akaona ni kama nimeingilia mboka yake, kwa sababu it seems there's a way was benefiting out of it, I don't know why. Kisha wakati nilichukua Mbavu Destroyer hakufurahia. Aka step in, akatuma ma content creator, akamwambia Mosiri hawezi kusaidia kuja tukupeleke kufanya content. Alafu akachukua mwingine, jamaa mwingine akasema anampeleka kwa gym, akaenda kufanya content anajigaini akitumia Mbavu. Wakasema ati Mosiri alikuwa na mwest. Nikasema it's okay. Mimi nilinyamaza na nikaweka masikio nisikie, na nikaweka macho, nikapata information kwamba vile wamechora ikuwe ni match fixing, yani hiyo script ya hiyo match yenye ilikuwa ikuwe pale Kasarani. Nilichukua simu yangu nikapigia Obina, nimwambia acha hiyo vipindi, acha hiyo sinema. What we want is real boxing, because ukicheza script hivi au boxers wengine wenye ni wanoma watapata hizi chance ya kuja kupigana. Nataka wapigane, mwenye anashinda ashinde free and fair na wote wa train. Na nikamwambia I wanted to wapatie Mbavu time aenda train, kwa sababu alipiga content sana, aka forget about training. Na mimi nilimlipia, I took my money from my pocket, nikalipa coach Mkenya. Alafu coach mmoja ambaye ako based in Dubai alikuwa amerudi Kenya for holiday, akasema atamtrain for free for 2 months. Yeye ni alikuwa train wote, mpaka I was willing to get him accommodation near the training center. So kwa sababu Obina aliona ni kama anaharibu script yake, wakasema nimeitisha pesa. Ati nimeitisha 200,000 kwa Mbavu, ati akitrain akishinda nipe 200,000. I'm not poor to ask someone for 200,000. I spend a lot of money helping children, rescuing people, helping the needy. Na ingine wa Kenya mnakaa mturu mnanisupport. Ningekuwa mtu wa kukula pesa, ningepeana pesa yangu hapa, namba yangu nichangie baraka yao mama yenye nimepeana saa hii. So wakati mliniita ati mimi nimekuwa mkora, niliondokea, nikasema acha niondoke. Nikapata venye umechora script. Ya kwanza ilikuwa hivi: wapigane, alafu wajifanya amemgonga, amemuumiza, anguke chini, vile ilienda. Alafu Majembe ashinde. Majembe akishashinda, which he won, akishashinda, na ule ni boxer. Unajua Majembe ni boxer. Obvious ni boxer, lazima angeshinda kama ingekuwa free and fair. Ule mwingine aliconcentrate na content, ashinde. Akishashinda, kuna wale watu walikuwa wameekelea bet. Unajua Mbavu aliweka mbwembwe mingi, akaekelewa bet juu, watu wakajua atienda akashinda, lakini betting company ilikuwa inajua mwenye anaenda kushinda ni nani? Ni huyu. Ilikuwa match fixing. Watu wengi waka lose pesa yao, maboys wame lose pesa. Kuna wale wameekelea mpaka school fees saizi wanalia, wame lose pesa yao. Hiyo ikaisha. Sasa wenye ule alianguka alikuwa kuja aseme tukue na rematch. Hiyo rematch ni kuendelesha hii kipindi ya kuibia wa Kenya na kuvuruta pesa. Ndio ni entertainment, sikatai, but people are investing. Na pia kusema kwamba Mosiri ati nilikupigia ni kuombe pesa ya tikiti. Si president alilipia ticket watu 2,000, si ningekuja ningie na hiyo president kama sikuwa na pesa? Nitakosa 3,000 Obina? Okay, wacha niweke hiyo kando. Kisha wakati huyo ameshindwa, sasa alete rematch. Si already hype tena mbwembwe. Watu sasa si watajua Majembe ndiye alishinda, ndiye anaenda kushinda. Betting company itaekelea. Na hizi betting company zinaenda kuwapatia kitu. Si ati ni bure, hii ni biashara wako. Anaenda kuvuruta. Jamaa wetu anaenda kuvuruta Obina. So, wakieka hiyo sasa hiyo rematch moja. Obina,
Kubali tu unipende kama brother yako. Mimi nakurespect na kuheshimu kama brother yangu. Lakini uko na kiburi. Unasema tukuje kunipiga. Sasa unipiga. Kama unataka kupigana na mimi tupatane kwa ring. Mimi tupatane kwa ring. Mbona useme ati utanipiga unipige? Watoto ndio wanapigananga physical. Kama unataka kupigana na mimi Obina, tupatane kwa ring. Na ukue ready, utafute investment ya 10 years yenye watoto wako na family itakula, kwa sababu ile kukuwekelea nitakuwekelea utakaa hospitali for the next 10 years. Ile kukupiga nitakupiga kwa ring. Nitakupiga kama Stone Cold, Steve Austin wa wrestling. Jipange kukaa hospitali for the next 10 years. Hakikisha watoto wako wako sawa, kile kitu iko sawa, ndio kuja kwa ring. Kama una hiyo, usiwaste time, substake kukosea familia yako. But uwezi tipishana na Ngororo. Ni Ngororo bana. Enda ulize Ngororo ni nani? Mimi ni Ngororo. That's why siogopangi. Unaona wakati nilikuwa nafanya mazingira nilikuwa naogopa. Silikuwa naingia kwa goons. Naingia kwa naambia mtoke hapa. Wanakuja na mawe naambia